Yaani siku hiyo sikulala, nikigeuka huku naumia, nikigeuka huku naumia, nilikuwa nateseka sana. Karibu baba, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wameweza kutendea kupitia madhabahu hii ya Gurudumu la Kinabii na kupitia mpako wa mafuta baba yetu mtume na nabii James Onea. Karibu. Asante. Mimi naitwa Dr. Richard Kavula. Ifikapo tarehe 22 mwezi wa 8 takuwa nimetimiza miaka 82. Kwa hiyo kusema kweli, Mungu ni mwema sana. Mungu amenipendelea kwa kunipa umri mkubwa kama huo, na bado nadunda. Sasa ushuhuda wangu ni kwamba wiki 3 zilizopita, siku ya Jumamosi, Jumamosi ya wiki 3 iliyopita, niliumwa na vidonda tumbo vikali sana. Yaani siku hiyo sikulala, nikigeuka huku naumia, nikigeuka huku naumia, nilikuwa nateseka sana. Na kesho yake ilikuwa iwe Jumapili kuja kanisani hapa, sikuweza kuamka. Binti yangu alinifuata nyumbani na chumba, maana nakaa gorofani. Akaniambia, baba vipi, hatuende kanisani? Nikamwambia siwezi kwenda, naumwa vidonda vya tumbo. Akasema jitahidi. Akanishauri hivi, twende kumuona baba yetu hapa, atakuombea. Nikajitahidi kuamka, nikavaa nguo, tukaja kanisani. Sasa cha ajabu ni kwamba tulipokaribia kwenye geti la kanisa hili, nikaona maumivu yanapungua. Hiyo nasema ni kweli kabisa, maumivu yalipungua. Nikaja hapa, nilikuwa nimekaa pale pembeni chini pale, bado lakini hayaisha kabisa maumivu. Baada ya misa siku hiyo, tukaenda kumwona baba. Baba kaniombea, tumbo likawa zuri, nikawa nimepona kabisa. Na mpaka sasa hivi ninapozungumza, hali yangu ni nzuri sana. Hii ni wiki ya 3, mambo yangu ni mazuri. Nashukuru sana Mungu. Namshukuru sana Mungu. Naamini kwamba baba ana uwezo na ni mtu wa Mungu, na asanteni sana. Amen. Baba yetu Mzee Richard Kavula, tunatamani kujua ya kwamba kabla ya mtumishi wa Bwana hajakuhudumia na kuweza kupokea uponyaji kwa habari ya vidonda vyako vya tumbo, tunatamani kujua huko nyuma vidonda vya tumbo vilianza ilikuwa ni mwaka gani, lakini hata baada ya kwanza kuumwa vidonda vya tumbo ulikuwa unakaa kwa muda gani afu unaanza kusikia maumivu, au ilikuwa ni mfululizo wa moja kwa moja? Karibu. Mfululizo wa moja kwa moja. Huwa vidonda vya tumbo vinakuja vinaondoka, vinaondoka, lakini sio mara nyingi sana. Lakini vya wakati huu vilikuwa ni vikali sana, tofauti na hivi vingine vya huko nyuma. Kwa hiyo kusema kweli, baba amenisaidia sana. Namshukuru Mungu. Amen. Na baada ya kuhudumiwa na mtumishi wa Bwana, pia vile vile tunatamani kujua ulikuwa unaweza kukaa takribani wiki 3 pasipo kuumwa vidonda, au ilikuweje? Tunatamani pia kujua. Ilikuwa hivyo. Naweza kukaa miezi 2-3 bila kusikia maumivu ya vidonda vya tumbo.
Amen. Na katika hayo majira vidonda vya tumbo wakati vinaendelea kukuuma, wakati inatokea ile hali ya maumivu makali, ulikuwa kuna dawa zozote unameza, au hata wakati ule wa afueni, yani kwamba husikii maumivu yoyote? Je, madaktari walisema usikae bure, lazima uendelee na dozi mfululizo? Vile vile tunatamani kujua. Karibu. Madaktari walikuwa wanajaribu kunipa dawa, kwenda kunywa dawa na kwamba ilikuwa sio mfululizo kusema kweli. Vinakuja vinaondoka, na kunywa dawa na pole. Lakini kipindi kinachozungumzia ni tofauti. Hivi vidonda vya tumbo vya huko mimi vilikuwa haviumizi sana kama vya wiki 3 zilizopita. Vilikuwa vikali sana. Mimi nilianza kukata tamaa, nikafikiria kwamba naondoka duniani. Vilikuwa vikali sana. Hivi vingine vya huko vilikuwa vya kawaida. Amen. Na utoka ambapo amekuhudumia mtumishi wa Bwana mpaka saa hizi, hali yako ikoje? Lakini tulikuwa tunatamani. Hali yangu ni nzuri sana. Amen. Basi hali yangu ni nzuri sana na namshukuru Mungu na asante sana. Amen. Basi baba yetu Mzee Kavula, Mungu aendelee kukubariki. Asante. Na aendelee kuimarisha afya yako. Asante. Ubarikiwe na Bwana. Asante. Amen. Amen. Tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya mzee huyu, Mzee Richard Kavula, ambaye hakika na kweli Bwana ameendelea kumuimarisha na kumtia nguvu. Kama mwenyewe anavyosema ni zaidi ya miaka 82 na yuko ngangali. Bwana anaendelea kumuimarisha ajabu kama tunavyoona. Mpigie Bwana makofi mengi mahali pale tulipo.